kumeza. Athletics inamezwa huku, blood pressure inamezwa huku. Bado mwili wake pia bado ilikuwa inaenda. 2023 mother kama mgonjwa akalazwa hapa kwa nyumba yake 1 week. Kuna daktari alikuwa anamtibu kutoka huko Nyiko, juu yako hapa. Huyo daktari pia nampenda kumshukuru, amekuwa na maadhi hata usiku tukimpigia simu anakuja, hata mvua ikinyesha anakuja. Mother alilaza 2023 mwezi wa 6 akapona. 2024 akalaza, alikuwa mgonjwa anajilaza tu hapa wiki 2 mwaka jana. Sasa hii wiki 2 nilimaliza kabisa. Mother alianza kukonda, anakula na anakonda. Mimi nikamwambia mke wangu, mbona huyu mother akuli? Akaniambia mtu akiwa mgonjwa na recover pole pole ataanza kula baadaye. Ila mbona yeye aendelee? Kwa sababu malaria ile madawa kimeza inapoteza appetite. Lakini vile ukirikao unaanza kula. Lakini madhali uhamu ya chakula iliisha. Badala ya kula zaidi anakula kidogo. Tukashindwa hii nini? Hatukujua madhara kwa na ugonjwa yote. Mwezi wa 8 ndio wasichana wake hao wakamwambia aende Nakuru. Lakini huko pia ilikuwa imeshindikana, video akarudi hapa nyumbani. Wakampeleka Yala Royal. Nini kwa nini hakuli? Result ambayo tulipata ilitustua. Ilikuwa ni kifo, haikuwa ni ugonjwa. Ilikuwa ni kifo. Lazima mzee tu alikufa. Tulijua tu manyama. Mbali walimpeleka operations, kumwekea kitu kwa tumbo, ile tube ya chakula ilikuwa inajifunga kwa sababu ya vidonda. Nitasema kwa sababu mshakufa kuna kitu nitaficha. Tube ya chakula ilikuwa na vidonda huku na huku. Inaitwa tumor. Ilikuwa zina block hiyo pipe ya chakula. Unaweza ishi. Na zinaendelea kumea. Sasa ile dent iliwekwa hapo ndani ni kufungua hiyo tu iendelee kumeza, lakini hiyo dent inaitwa dent ama nini? Ilikuwa inamsumbua sana. Madhara toka Naivasha mwezi Disemba akarudi hapa. Mimi nilipomwangalia nikasema hakuna maisha hapa. Lakini alikuwa karibu anametameta hivi kwa sababu ya hiyo mafuta ya town. Januari peke yake ndio madhara ilisikia vizuri mwaka huu. February, March, mvua inanyesha, mvua ikinyesha madhara atoki kwa nyumba. Wengine anamwangalia hivi, anaangalia chini, lakini madhara alikuwa mtu kujikaza, anapigia wasimu anambia mimi niko mzima lakini madhara. Huyu mke wangu amekuwa nasi tangu akuje hapa. Mimi namwona hata huruma huyu. Mimi hata sijui sengine wanaongea naye namna gani. Madawa huku, madawa pale, painkillers zimenunuliwa hata mimi sijui jina. Za mwezi, za wiki, za nini ina expire inanunuliwa nyingine. Huyo mama ameusikia uchungu mpaka kifo chake. Lakini sitaki kuongea mengi. Uchungu ambaye aliwekewa, hiyo kitu ambayo iliwekewa kwa tumbo na hizo vidonda ndio zimemua madhe, kwa sababu zilikuwa zinaendelea na zilikuwa nasikia uchungu, ikashinda painkillers zote. Nilipompeleka Yala siku ya Tuesday, Royal walimwangalia tu macho wakasema wapi kijana yake? Mimi nikakuja. Nabia huyu mama yenu huyu mmeleta hapa, pelekeni huko hiyo level 4. Kumpeleka level 4. Pia wakasema hiyo ni jasho kwa uso wake na mwili wake ni baridi. Umeleta hapa. Huyu hata siku. Baadaye wakatufukuza na huyo madhe. Usiku tulikuja hapa usiku. Ndio ilikuwa siku ya madhe kusikia uchungu siku Wednesday asubuhi saa 3 madhe kama tumacha. Asanteni na wewe.